Arusha wote. Ifike sehemu hii kazi tuiheshimu kama walivyo TRA, wafanyakazi wa TRA, wafanyakazi wa benki, na sisi ili tuwe maafisa wa usafirishaji ni lazima tujisafishe wenyewe. Niwashukuru sana jeshi la polisi, OCD wilaya ya Arusha, OCD wilaya ya Arusha, lakini pia niwashukuru sana mkuu wa wilaya ya Arusha, anatupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini pongezi kubwa sana ziende kwa mkuu wetu wa Arusha. Mkuu wetu wa Arusha anahakikisha kwamba Arusha inakuwa salama, na sisi tutashirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha tatumzuka wanatokomea wale wanaotumia pikipiki kuiba. Yaani sisi ngoja tuwe pamoja na jeshi la polisi ili Arusha yetu tuiweke salama. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tutaendelea, hili zoezi ni endelevu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunatokomeza bodaboda yoyote muhuni, bodaboda yoyote ambaye hataki kufuata sheria, bodaboda yoyote ambaye anafanya hii kazi kwa kufanyia uhalifu. Sisi ni watangazie, tumeshafanya kazi kubwa mpaka sasa, hatujapoa, bado tuko kazini. Sisi viongozi tunachotaka kila bodaboda afate utaratibu, atafute riziki yake, kwa sababu hii kazi inawapa watu wengine ajira, imewapa watu wengine wanasomesha watoto, watu wengine wanajenga. Sasa wale wauni sisi ndio tunawachambua na kuwaondoa kwenye tasnia yetu na kubaki na wale bodaboda ni smart ambao wanafuata utaratibu na sheria za nchi zinavyosema. Nashukuruni sana. Ni kipaji. Maneno mengine anarudia sema hizi kazi kama nyingine ya ajira. Ni kipaji. Nisema spendi media tu, lakini ningekuongelea fact hapo ungecheka huko. Huko maana kidogo uko vizuri kwa upande wangu. Kiongozi, lakini mwanzo hujajitambulisha wakati umeanza kuhojiwa. Eti cameraman hajajitambulisha wakati anaanza au alianza tu kuongea. Alijitambulisha. Kwa jina naitwa Ramadhani Omari, ni kamanda wa bodaboda mkoa wa Arusha. Mimi nitoe wito tu kwa madereva bodaboda, sisi watunza nidhamu kwa bodaboda wote ambao wanazunguka mkoa wa Arusha pamoja na jiji la Arusha. Ni kwamba kazi ambayo tunafanya ni kazi ya kusaidia jeshi la polisi, lakini pia ni kazi ambayo tunasaidia kwa wazee wetu, labda kwa mfano kama kuna wagonjwa pale Mount Meru, kuna wazee wetu umri wao umeshaenda, lakini wanakutana na vitu kama hivi. Kwa mfano kama matrampa kama haya, exhaust kama hii inakuja inatolewa mfumo wake wa ndani moja kwa moja na inakuwa ni exhaust. Wewe ikipita sehemu yoyote, hata kama ulikuwa unafanya kazi gani, lazima utasubiri kwanza uangalie ni kitu gani kinakuja, kwa sababu pia wanaweka na button kama hizi, ndio zile ambazo zinapiga kelele na kupasua milio mikubwa na inaitwa popcorn. Sasa mimi niombe bodaboda wote, kama wewe uko kwa ajili ya kufanya kazi, kwa sababu tunataka tutofautishe kati ya bodaboda, kati ya muendesha bodaboda na muendesha pikipiki. Sasa tunawatofautishaje? Muendesha bodaboda wote utamkuta yuko smart, huwezi kumkuta ameweka vitu kama hivi. Kwa mfano kama mtu anaweka anakata kabisa plate number, anaweka anatoa namba za juu, anaacha maneno ya chini EFC, lakini plate number kabisa ni halali na imetoka na TRA wametoa na wamethibitisha jambo hilo, lakini watu wanafanya vitu kwa makusudi. Kwa hiyo sisi kama makamanda tutapita popote na tutaingia popote pale kwa ajili ya kutokomeza haya mambo ambayo yanaendelea katika nilishukuru jeshi la polisi kwa kutuwezesha tufanye jambo hili kwa uhalali na kwa uaminifu zaidi. Kwa mfano kama OCD wetu ambaye ni afande Legina anatupambania sana na anatunga mkono kwenye kazi hii ambayo tunaifanya. Tutoe wito kama bodaboda katika mkoa wa Arusha, kama unapaki kwenye kituo na umesajiliwa kama bodaboda, niombe nitoe rai makamanda wote au watuzaniza moto wa kituo, kila kituo hakikisha hamna mwanachama yote ambaye amepasua exhaust, hamna mwanachama yote ambaye anatumia taa kama hizi. Umeona? Sisi tutamkamata mtu wa aina yote yule ambaye atakuwa ameenda kinyume na taratibu. Pikipiki sisi tukamati bodaboda, tunakamata pikipiki zote ambazo ziko nje ya mfumo. Pikipiki yako kama umetoa nje ya mfumo, lazima tuikamate na tuletee taa, ufunge taa, ukishatufunga taa ndio chukue pikipiki yako. Sisi tunafanya jambo hilo kwa ajili ya kuweka nchi yetu. Kesho kutwa unaenda kwenye mashindano ya AFCON. Rais ameleta mradi mkubwa wa uwanja wa AFCON kule kwenye mjini. Lakini ile mradi wote ambao ameuleta ni kwa ajili ya kutokomeza na
ya kuweka mji wetu safi. Kwamba tuna mikoa mingapi, tuna majiji mangapi ambayo yapo ndani ya mkoa wetu, lakini rais wetu ameamua kuchagua Arusha. Sasa kama ameamua kuchagua Arusha, lazima tuifanye Arusha iwe jiji la kitalii kweli. Tusiseme jiji la kitalii alafu hatuna kazi tunayoifanya. Tuseme jiji la kitalii, lakini jiji la kitalii ambalo linajielezea wenyewe na linaheshimiwa. Kwa mfano kama viongozi wa vituo. Nashangaa sana kwenye kituo unakuta kuna viongozi na kuna wanachama wanatumia vitu kama hivi. Je, hili jambo sio la makamanda tu wa bodaboda mkoa, wala hili jambo sio la viongozi tu wa mkoa wala wa wilaya. Hili jambo ni kuanzia viongozi wa kituo, kata, wilaya na mkoa, kuhakikisha hakuna kata au kituo au wilaya au mkoa ambao kuna mwanachama anatumia vitu kama hivi. Kwa hiyo